Binafsi namshukuru sana Mungu kwa kuweza kunipatia fursa hii nyingine ya kusimama mbele ya wana na binti zake kwa ajili ya kuwasilisha wasilisho hili fupi. Wasilisho litakuwa sio refu sana. Basi tuweze kuomba. Mtakatifu na Baba yetu ketie mahali pa juu mbinguni, tunashukuru kwa namna ambavyo umeendelea kutuhudumia katika kipindi kilichopita. Muda mwingine tunaenda kujifunza mbinu na namna mbalimbali ambazo zitatuwezesha kuweza kupata fedha na kuanzisha miradi mbalimbali. Tunaomba elimu hii ambayo tunaelekezana hapa masaa haya ikawe na manufaa katika maisha yetu, zaidi ukatuongoze katika kuyatimiza. Tunaamini utakuwa nasi, kwani tunaomba kwa imani katika jina la Yesu Kristo. Amen. Basi mada kama ambavyo inaonekana, tunaangalia tu ni namna ya kupata mtaji au mbinu mbalimbali za kuweza kupata mtaji. Ya kama ambavyo nimeweza kutambulishwa, lile jina la profesa limekuwa likitumika kwa namna yake, lakini kwa hiyo bila kuvunja heshima ya maprofesa ambao wanatufuatilia na wengine tunao hapa, sije mkaniweka kwenye kamati ile kusema hebu tujue ilifanyikaje. Lakini wakati nafanya masters katika nchi ambazo wanaongea Kifaransa, wenyewe kule neno mwalimu halipo. Kuanzia level ya chini mpaka juu kule wanaita professor. Kwa hiyo katika presentation basi hilo jina tukatukuta tumeadapt. Lakini kwa kule ukienda ukisikia professor ni mwalimu. Kwa ukikuta hata primary anaitwa professor usishangae. Ukasema inakuwaje? Ila kule nchi ambao wanaongea Kifaransa basi wenyewe kwao ni kawaida. Huu nimeweka kidogo tu angalau uone mtu anayezungumza kidogo ana kitu gani. Nilifanya accounting na finance pale Mzumbe, Morogoro, lakini nimefanya masters in governance and regional integration, lakini nimespecialize kwenye governance kwa sababu ndio issue ambayo inasumbua dunia kwa sasa. Chuo kimoja kinaitwa University of Yaoundé kule Cameroon ikishirikiana na Pan African University. Lakini pia niliweza kupata hii course Certified Microfinance Professional ambayo inatolewa na Bank of Tanzania. Kwa niko certified katika shughuli zote zinahusiana na microfinance services katika nchi yetu ya Tanzania ambayo inatolewa na Benki Kuu ya Tanzania. Kwa tunaenda kuzungumzia hapo mtaji, ndio ambao tunaenda kuzungumzia namna sasa. Nadhani wawasilishaji toka ambao wameanza kuwasilisha walikuwa wanazungumzia habari za mitaji na kadhalika. Hapa tutaangalia tu mbinu kadha wa kadha. Unamwona huyo ni picha tu inaonyesha ameshika fedha na nini. Kwa tunaona focus kubwa ya watu ukizungumzia mtaji wanaangalia fedha. Basi tutaenda kuangalia kiundani. Tunaposema mtaji sio lazima iwe fedha. Swali kubwa ambalo usumbua mara nyingi tunapozungumzia kuhusu uanzishwaji au ufanywaji wa biashara ni nini? Ni mtaji. Kwa ukizungumzia tufanya shughuli fulani sina mtaji. Si ndio? Kuna watu wengi sana ambao hawajafanya chochote mpaka sasa kwa sababu tu ya kutokuwa na nini? Na mtaji. Kwa namna ambavyo nimesema awali, mtaji ukizungumzia mtaji mtu anajua tu ni fedha. Basi kumbe mitaji iko ya namna nyingi. Sasa je, huu wimbo wetu mkuu ambao tunauimba sana, sina mtaji, tutauimba mpaka lini? Fanya shughuli fulani sina mtaji. Fanya jambo fulani sina mtaji. Sasa je, huu wimbo tutauimba mpaka lini? Naamini mpaka tunamaliza hii mikutano hakika utakuwa ndo mwisho wa kuuimba huu wimbo. Sasa ukienda kuuimba tena, hiyo itakuwa ni changamoto yako wewe binafsi.
ila natamani ya kwamba tunapomaliza hii mikutano huu wimbo uwe ndio umefikia mwisho. Ukosefu wa mtaji ni wimbo ambao watu wengi wasiokuwa na uthubutu wanaochukulia kuwa sababu ya kuwafanya wao washindwe kabisa kufanya chochote, kuishia kuwa na ndoto ambazo hazitimii. Kwa sababu anaimba huo wimbo, basi ndoto zake zinashindwa kutimia katika hii dunia, kwa sababu ukimwambia yeye ni sina mtaji. Sasa sijajua melodi yake imekaaje, waimbaji mtaweza kutusaidia hapo baadaye. Kitendo cha kuona kila fedha unayomiliki ni ndogo sana kukuwezesha kuanza kufanya biashara au mradi, ndoto yako utachelewa sana kuitimiza. Utashindwa kufanya mradi wa ndoto yako, kwa sababu ukiona kila fedha unayoipata wewe unaona ni ndogo tu, lakini hiyo kwa namna nyingine inaweza ikatumika ukaanzisha vitu vikubwa. Neno mtaji tumekwisha kulizungumzia na wanauchumi angalau wametafsiri. Nimejaribu tu kuchukua vidondoo vichache. Mtaji unaweza kuelezewa kama fedha na mali ambazo mtu zitumia katika kuanzisha mradi. Kwa hiyo fedha na nini? Na mali katika kuanzisha nini? Mradi. Hivyo mtaji unaweza kuwa fedha au mali ambazo mtu au taasisi huanzia kufanya biashara. Hiyo ni maana ya kwanza. Kwa point to take, fedha plus mali unapata nini? Mtaji. Hapo wanauchumi sasa. Wanauchumi wameelezea namna hiyo. Lakini kumbuka, fedha ikufanyi uwe tajiri. Fedha ikufanyi nini? Uwe tajiri. Angalia watu wanaobeti na kupata fedha nyingi lakini huisha ndani ya muda mfupi. Hii aliandika Robert Kiyosaki. Nadhani tunamfahamu sana. Ni profesa ambaye amebobea katika masuala ya fedha. Alisema tu fedha ikufanyi nini? Uwe tajiri. Kwa sababu imani ya watu wengi walikuwa wanaamini akiwa na fedha tajiri. Kumbe utajiri napo tunaangalia fedha, tunaangalia na mali unazozimiliki. Lakini pia ukisoma hichi kitabu cha Psychology of Money, anakuambia utajiri pia hauonekani. Wealth is not what you don't see. Ukiumwona hivi mtu kavaa na gari, usije useme ule tajiri, hapana. Kuna vitu vingi ambavyo vya kuangalia. Tafuta hicho kitabu, ukisoma kitakusaidia. Hivyo basi, mtaji kwa maana iliyo bora zaidi unaweza kuelezewa kama fedha, mali na uaminifu, ambao kwa pamoja mjasiriamali huanzia katika kufanya biashara. Uaminifu. Watu wengine wana fedha, wana mali lakini hawana uaminifu, wanapoteza. Lakini sasa nikaona hii angalau ni bora zaidi, ya kwamba tuongeze na component ya uaminifu. Kwa point to take ndio hii hapo. Mtaji sasa na fedha, mali pamoja na uaminifu. Tutaona hapo mbele kidogo kwa upana kidogo uaminifu. Sasa tunapotoka katika mkutano huu tukawasaidia wenzetu kuwa mtaji sio tatizo tena katika karne hii. Tumesema ule wimbo watu uimbi tena. Au kama tutaendelea kuimba basi ni wewe. Ila tukitoka hapa manake ule wimbo tuachane nao. Tuangalie kisa kidogo kutoka katika Biblia, angalau kututie moyo mimi na wewe. Tunapotoka hapa na kwenda kuanza huko, basi tuwe tunaangalia ni kwa namna gani tutaweza kufanikiwa katika mambo ambayo tunahitaji kuyafanya katika maisha yetu, lakini tuweze kufanya kwa namna bora. Tuone hichi kisa ni cha Nabii Musa, al-Habibillah, kipenzi cha Mwenyezi Mungu. Walabu anasema Ibrahim, Nabii Musa alikuwa ni kipenzi cha Mwenyezi Mungu, maana aliongea naye moja kwa moja. Ukisoma hiyo Kutoka 4 kuanzia fungu la kwanza hadi la 4 utakutana na hicho kisa, ambapo katika fungu la pili lina swali. Bwana akamwambia, ni nini hiyo ulionayo mkononi mwako? Akasema, ni nini? Ni fimbo. Basi ukiendelea kusoma hapo unakuta alipewa maelekezo ili fimbo ikafanya nini? Ikafanya muujiza. Kwa ni swali ambalo tutaondoka nalo na tutaendelea kulitumia katika wasilisho hili. Je, hapo ulipo ni nini ulicho nacho? Sasa hilo ni swali lako wewe, una nini
ambacho unajua hichi kitakufanya uweze kuanza mradi au biashara ambayo wewe ulikuwa una hamu ya kuifanya au unawiwa kuifanya au ndiyo ndoto yako kuifanya hiyo. Je, una nini? Sasa hili swali ndio tunaenda kulijibu kwa kuangalia. Musa alikuwa na fimbo. Sasa wewe tutaangalia ulikuwa una nini katika karne hii. Hili swali tunauliza hata sisi leo. Je, ni kitu gani ulichonacho hapo ulipo? Mgeukie mwenzio muulize ana nini. Ila atakachokujibu basi iwe ni siri. Usivujishe kwa mwingine, si ndio? Hapo umekuja kuna mtu ana iPhone ya macho matatu, si milioni ngapi niliona? Milioni 2 na ngapi? Kuna hiyo ni mtaji wa baadhi ya biashara. Nisichambue sana. Basi tuangalie mbinu mbalimbali za kupata mtaji. Mbinu ya kwanza, ujuzi na elimu ulionayo. Una nini? Una elimu hapo, si ndio? Kizazi cha Gen Z wengi wana elimu. Ujuzi na elimu ulionayo inatumika kama mtaji. Una ujuzi gani? Labda katika ujuzi, kwa mfano wa ujuzi na rafiki yangu, yeye tulisoma naye, lakini alipofika la 7 basi hakuwa na sifa ya kuendelea, akawa ameishia pale. Akaingia katika shughuli za kusaga. Sasa mashine huwa inaharibika. Mashine ikiharibika, fundi anakuja. Nani anamsaidia yeye? Kwa hiyo yeye akajifunza kutengeneza mashine kwa kuangalia wale mafundi. Sasa hivi ni fundi mzuri kweli kweli. Lakini hata cheti cha VETA hana. Na anapata kazi. Kwa hiyo ni ujuzi unamfanya amekuwa na fedha. Mara mwisho nimekutana naye, nikamshauri, nikamwambia ni fundi mkubwa, lazima uwe na spana. Spana alikuwa eti ana kodi. Nikamshangaa. Kwa tukatengeneza mpango, akanunua spana. Sasa hivi wanaita toolbox. Wazungu wanaita hivyo. Sijajua sasa Kiswahili wanahitaji. Kwa sasa hivi anafanya vizuri sana. Ila ni nini? Ni ujuzi. Kwa hiyo ujuzi ulionao utumie, lakini kwa uaminifu. Kwa ile definition tunasema tunaichukua, ambao capital ni mtaji, mali na nini? Kwa uaminifu. Watu wengi wana ujuzi, wana changamoto ya nini? Uaminifu. Njoo kesho. Maka ukienda nakwambia kesho. Mwisho watu wanagombana. Kwa hiyo tunasema elimu na ujuzi ulionao ni mtaji mkubwa sana, kwa maana unaweza kutumika kukuingizia fedha na kufungua biashara uitakayo. Kwa ujuzi na elimu. Ujuzi unakupa fursa ya kufanya kazi ambazo kuwezesha kutengeneza pesa kama ambavyo nimeelezea. Mfano ujuzi wa kushona nguo. Ile pale tunafundishana mtaani. Unatoka unaenda kwa fundi, unajiatachi, unakula mazoezi pale ya vitendo, unaenda unafungua kijiwe chako. Lakini wengi huwa wako pale. Kuna mmoja tu yuko Morogoro na huwa ananishonea nguo. Yeye ni tofauti. Uzuri nilimuona toka anajiattach, akafungua ofisi yake, akaanza na zile mashine za miguu zile hivi. Twi. Sasa hivi ana eneo kubwa na ameajiri mafundi wengine na anatumia mashine zile za kisasa. Unakanyaga tu hivi kama ile auto, ukiweka kwenye D wewe unakanyaga tu. Kuna yeye ameshaweka kwenye umeme, anakanyaga tu. Na ameajiri mafundi. Kwa hiyo ujuzi umemfanya aanzishe mradi mkubwa na amefanya biashara na ameingia mikataba na mabenki pale Morogoro, anawashonea uniform. Kuna mabenki wana uniform zao maalum, suti na nini, vyote ameingia nao mkataba, anawashonea. Kwa anatengeneza pesa na ameajiri mafundi wengine. Kwa hiyo ukitoka kama unafanya hiyo kushona nguo, tafakari, badilisha utendaji kazi wako ili mwisho wa siku uweze kutengeneza fedha zaidi na ufanye kuwa biashara. Yote yanawezekana ila tukitumia elimu pia ulionayo inakuwezesha kupa fursa ya kufanya kazi. Nakumbuka mwaka fulani kama 2018 kuna rafiki yangu alikuwa amemaliza engineering pale UDSM, akanipigia. Bana yeye kasoma engineer afu kapata kazi ya kuwa tailor. Ananiuliza niende, nikamwambia wewe si engineer yeye. Sasa tailor unaenda kufanya nini? Kupokea pesa na kuweka kwenye account ndio ulichosomea? Hapana.
Nikamwambia achana nayo, maisha magumu. Nikamwambia pambana. Kwa kweli sasa hivi yuko kwenye nafasi nzuri kwa kweli. Nikamwambia wewe tayari ni engineer, unaweza kutengeneza vitu, civil engineering. Sijajua ndani kuna manini, lakini najua ni civil engineering. Fatumia hiyo elimu yako kutengeneza pesa. Kwa hiyo akaanza kuchezeseza na vifaa, lakini baadaye akaweza kupata ajira. Sasa hivi ana maisha mazuri, ni engineer mkubwa sana. Kwa hiyo kwa elimu tuwe makini. Kuna watu wanapoteza ndoto zao hapo, wanaenda kufanya kazi ambazo hawajasomea. Fedha utakayopata unaweza kuitumia kama mtaji katika biashara. Elimu na nini? Na ujuzi. Sasa je, humu ndani hatuna ujuzi? Hatuna ujuzi wote. Basi tuutumie kwa namna iliyo nzuri tuweze kutengeneza pesa. Elimu tunayo. Maana kuna elimu aga watu wanachagua sana kazi. Hii siwezi kufanya. Wakati namaliza mimi nilikuwa nafanya kazi ambazo kiukweli Mungu tu alinisimamia. Skills make you rich, not theories. Huyu hapa Sula, si mnamfahamu huyo? Huyo mtu. Robert Kiyosaki, jamani, profesa huyo. Ameandika Rich Dad Poor Dad na vitabu vingi sana vya kuhusiana na fedha. Yeye alisema tu ujuzi unakufanya uwe tajiri. Na sio theories. Theories ni maneno yale. Ukienda unaweza kupewa theory inasema hivi, ujuzi unakufanya uwe tajiri. Je, wewe una elimu au ujuzi gani ambao unaweza kuanza kuutumia leo kama mtaji wako? Sasa hilo jiulize na uone elimu ulionayo au ujuzi ulionao unawezaje kuutumia kama mtaji leo. Ni kweli unakuwa huna vitu ambavyo unavifikiria, labda huna fedha lakini una ujuzi. Tayari ule ni fedha, ibadilishe huo ujuzi kuwa fedha. Elimu na nini? Na ujuzi. Kwa tukitoka tukaende kuziweka katika utekelezaji. Kitu cha pili, msaada na ruzuku. Japokuwa sio sana, usitegemee sana msaada, ila huwa inatokea. Msaada, kusaidiwa na marafiki. Kuna baadhi ya familia wanasaidiana, lakini ukiangalia trendi ni wenzetu, hasa jamii ya Waarabu na Wahindi, ndio msaada wanasaidiana sana kuhakikisha ya kwamba wananyanyuana katika biashara. Wenyewe wamewekeza katika biashara. Waarabu sana wanadili na mabasi, lakini Wahindi wanadili na biashara hizi za kununua na kuuza kwa jumla na rejareja, na pia na Waarabu nao wanaingia huko. Kwa tuseme tu nile jamii ya wafanyabiashara huwa wanainuana sana. Wanapeana misaada ya mitaji, wanafanya hivi. Kwa sisi huko labda sijajua Wachaga wanavyo practice, lakini wanaona nao wana huo mfumo wa kusaidiana. Anafungua duka, anauza labda mwaka, akimaliza anamleta ndugu yake, anakaa pale, yeye anaondoka nenda anafungua duka lingine. Kuna yule ndugu yake baada muda fulani naye anaondoka anakuja mwingine. Kwa unakuta watu watano wote wana maduka na wanaendelea vizuri. Sijajua kwa makabila mengine. Ruzuku hizo au grants inategemea. Kuna pepa ukiandika unapewa hiyo fedha uweze kufanyia huo mradi. Kwa kupitia huo mradi unaweza kutengeneza nini? Unaweza kutengeneza na kupata mtaji. Mara nyingi maprofesa hapa, madokta au wahadhiri wa vyuo vikuu huwa wanaandika sana pepa, wanapata grants kwa miradi mbalimbali. Kwa wakitekeleza ule mradi ukiisha, kinachobaki ni cha kwake, basi anaweza kukitumia kama mtaji wa kuanzisha biashara. Kwa hapo kuna maelezo hayo machache. Lakini ya tatu ni kutumia mali ulizonazo. Unaweza kuwa una fedha lakini una mashamba, unaekamia kule Kilolo. Unaweza ukapanda miti pale. Baadaye ukavuna, ukauza, ukapata fedha, ukawa umeshapata mtaji. Au unaweza ukauza baadhi ukatumia, lakini unatakiwa uwe makini, ufanye upembuzi yakinifu. Yaani uchambue kiundani na ujue nikitoa hii itapata manufaa gani. Usije kuwa unauza tu kama fashion, utafilisika kabisa, utaenda kupanga au utakosa hata sehemu ya kushika. Kwa hiyo tunafanya kwa namna hizo mbili. Ndio nasema unaweza kutumia mali kwa namna mbili. Namna ya kwanza ni kuitumia mali yenyewe kama mtaji,
Kama nimetolea mfano shamba, lakini mfano na pikipiki, ukikosa hela unaweka mafuta tu. Unakaa pale, unaanza kupiga buku zako hizo mpaka jioni umeingiza fedha. Kwa hiyo ni mali ulionayo umeigeuza kuwa nini? Kuwa mtaji. Namna ya pili ndio ile nisema unaweza kuuza sehemu ya mali unazomiliki, kisha fedha ambayo utaipata utaitumia kama mtaji. Inawezekana unatembea na mtaji pia. Inawezekana una macho matatu hapo. Unauza, unanunua Tekno kama ya kwangu hapa ya bei rahisi, ili mradi uweze kuwasiliana na kupata angalau baadhi ya taarifa. Alafu nyingine unaanza mradi biashara, kuna biashara za mtaji wa milioni 1, milioni 1.5. Yote inawezekana. Sasa ukingangania hiyo macho matatu alafu unaimba ule wimbo sina mtaji, inakuwa ni changamoto labda ya afya ya akili, sijui hapo wataalamu watatusaidia. Si ndio? Hapa kuna mfanyabiashara mmoja alipitia changamoto, biashara ikayumba. Lakini wakati inayumba alikuwa na Scania moja. Scania liliuza lile milioni kama 98 hivi. Ikabidi auze Scania milioni 98 ili afufue biashara kuu aliyokuwa nayo. Kwa hiyo akauza, akafufua biashara, sasa hivi ana maskania 5. Yupo. Kwa sababu niko soko la fedha nakutana nao sana, lakini majina tunayahifadhi na maeneo. Lakini hiyo ni mifano iliyo hai. Sawa, kwa hiyo inawezekana, lakini tu uwe makini. Usiseme bana alisema tuuze. Ukiuza ukafilisika mimi simo. Sawa jamani? Msinipe kesi. Bana ulisema tuuze, nimeuza, sasa sina kitu. Hapana, atakukimbia na mimi. Kwa hiyo tulia, sio kila kitu unauza, angalia. Nikikitoa hichi kwa fedha hii, nitafanya nini? Ila baadaye ufanye replacement, urudishe either kwa namna nyingine. Na kuna mwingine alikuwa akipata hela ananunua tu nyumba. Sasa hivi ameuza nyumba 3, amerudi kwenye mfumo tena. Kwa sababu alikuwa na maeneo mengi. Pia katika matumizi ya fedha, nadhani mtaalamu wetu wa elimu ya fedha atatusaidia baadaye kuona ni kwa namna gani tutaweza kutumia mambo vizuri. Kwa hiyo kuna hizo namna mbili za kutumia mali. Aina ya 4. Hii ni mbinu, kuajiriwa. Unaweza kushangaa ukiajiriwa unapataje mtaji? So unalipwa mshahara. Basi ule mshahara unatakiwa utumie vizuri. Kwa unaweza ukaajiriwa, na ajira nzuri hapa angalau zile za mikataba miaka 3, miaka 4, mkataba unaisha. Katika ile sehemu ya mtaji wa ile sehemu ya mshahara ulikuwa unahifadhi, lakini mkataba unapoisha unalipwa yale stake zako, unakusanya, unaanza mradi. Si ndio? Sinawezekana? Yes. Kwa unawezekana sehemu ya ajira, lakini unaweza kuwa kwa taasisi yoyote kama uko serikalini, unaweza kutumia sehemu ya mshahara wako kama chanzo cha biashara. Mimi mtaji wangu nimeupata hapo, nimeshaanza na mimi biashara. Kwa hiyo ni mshahara pale najibana, basi nimeshaanza miradi na namshukuru Mungu. Imeanza kufanya kazi vizuri. Kwa hiyo tuliopo hapa tusiseme mimi nimeajiriwa, no. Kwa sababu kuna maisha baada ya ajira, na ajira siku hizi hazina guarantee. Za kushangaa tu tangazo limetoka ukapitiwa. Haupo kwenye mfumo, unaishi vipi? Utaanza kupiga simu hazipokelewi, utasema watu wana roho mbaya. Hapana. Maana utakuwa kila ukipiga bana una 5,000. 10,000 watu kishaona huyu ni 5,000. Kwa akiona simu yako hawakuoni wewe unaona 5,000, 10,000. Kwa hiyo hawatapokea. Utaanza kulaumu watu. Kwa hiyo ajira unaweza kuitumia kama chanzo cha mtaji. Sawa, kuna mtu anauza magari pale Morogoro. Alianza kwa ajira kwanza. Kawa ananunua gari, anakarabati, anauza. Mkataba wake ulivyoisha, akawekeza nguvu kule, maana alishaanza kwa baadhi ya fedha ambayo alikuwa anaipata, na pia aliweza kukopa, ndio ilimrahisishia. Kwa sasa hivi ni mfanyabiashara mkubwa, lakini alianzia hapo kwenye ajira. Na kaishia tu sasa hana elimu, yeye ni form 4 tu. Akawa hana sifa za kuendelea, kwa hiyo akabidi aanze kupambana na maisha. Kwa sehemu unaweza kuitumia kama mtaji. Use your job to fund your business until your business can fund your freedom. Simekaa vizuri hiyo? Tumia kazi yako kwa nini? Kuwekeza katika
biashara mpaka pale biashara itakapokupa uhuru wa kifedha. Atakuja kuzungumzia kwa maana ukiwa na biashara ambao unatengeneza fedha ya kutosha, basi unaandika tu ile ya kuacha kazi, unaandika vizuri. Kama kuna mama mmoja wa Kichaga nilikuwa nafanya naye kazi benki 2016 pale Morogoro, alitumia sehemu ya mshahara wake akawekeza katika biashara ya pembejeo, ikamlipa, akawa anatengeneza fedha zaidi ya nini, ya mshahara. Kwa siku tu akaandika barua ya kuacha kazi. Walimshawishi sana, bana utapata shida. Akasema mimi tayari nimeshajipanga. Basi wakamruhusu akaondoka. Kwa yule mama mpaka analala usingizi wa mauti, alikuwa ni mfanyabiashara mkubwa sana pale wa pembejeo, ila alitumia, nilifanya naye kazi, alitumia mshahara wake. Aina nyingi ya 4 ni kuwekeza. Kuna wengine kutunza fedha ni changamoto. Kutunza fedha ni changamoto. Nilikutana na mtu anasema, bana mimi fedha nikisema eti niweke siwezi, taitoa tu naitumia. Kwa hiyo nashindwa kutimiza yale malengo yangu ambayo nimepanga. Mfano mimi kutumia hizi huduma za simu hizi, siji kwenye simu hizi titi unavuta. Kwa kweli ilikuwa inanipa shida. Sasa hivi nimezidisconnect zote. Kwa jamani, mimi niko kianalogi, lakini nimefanya hivyo kwa sababu ni control matumizi yangu ya fedha. Nilikuwa nikikato voucher imeisha, unaingilia ni mbiti. Sasa nikija nilivyokuja kucalculate nikakuta natumia hela nyingi sana kwenye voucher. Nikaenda nikadisconnect kule, nikamwambia toa, nikainstall ile hapo. Lakini jamani, sipondee biashara za watu. Ni mimi niliona na changamoto. Kwa hiyo uwekezaji inabidi sasa, kama uwezi kutunza, wekeza. Kuna UTT inaweza ikakusaidia, au hati fungani za serikali huwa zinatangazwa zile. Kama unajua una hela na wewe kutunza ni ngumu, wekeza huku. Baada ya muda fulani utakuwa umezalisha fedha fulani kubwa, au ya kutosha kile ule mtaji ambao unaufikiria, basi unaichukua. UTT hapa niliongea nao wanasema una withdraw baadaye. Ila mimi nimwambia kwanza huko unatulia, naendelea kuwa na kule kuwekeza. Kwa hiyo wekeza huko ili uweze kufanya nini, kuzalisha mtaji wa nini, wa kutosha. Kama huna tabia ya kuweka akiba, ya 6 hiyo ni kuweka akiba. Sasa hapa kama huna hiyo tabia, tumia uwekezaji. Kama una tabia ya kuweka akiba, basi weka akiba. Kuna akaunti maalum zitakuwezesha wewe kuweka akiba. Kuna mabenki wamezifungua, unakuwa unaweka labda 20%. Baada ukisoma ile Elizabeth Warren alikuwa senator kule Marekani, yalipendekeza 10 mpaka 20 unaweza kuwa unaweka akiba kila mwezi kutoka katika mshahara wako, ambao baada ya kama miaka 2 utakuwa umezalisha fedha ambayo itakuwezesha wewe kuanzisha mradi fulani, si ndio? Lakini yeye aliandika kitabu Richest Man in Babylon, yali propose 10% uwe unaweka akiba kila mwezi. Yaani usitumie kitu fedha yako yote, weka akiba ambao baadaye itakuwezesha kuanzisha mradi. Hizi ni njia ambazo unaweza kuzitumia. Hapo nyingine ni uaminifu. Tunasoma katika Ufunuo Yohana ile, kuna maelezo yanaanzia pale, ila nimekata. Tunasema uwe mwaminifu hata kufa, nami nitakupa taji ya uzima, ukisoma ile. Kwa hiyo uaminifu maana yake, kuwa mwaminifu maana yake kuna vitu vingi vitaambatana na wewe, lakini unatakiwa uweze kupambana navyo, uweze kusimama imara ili ule mwisho wako uwe mzuri. Hapa na ushuhuda mmoja wa mfanyabiashara mmoja mkubwa, anauza ukisoma ile Galatia 5 ilizungumziwa uaminifu ni tunda la nini? La Roho. Na sisi ni Wakristo, kwa hiyo tunategemea hapo. Uaminifu na kufanya ubadilike, uaminike kwa wengine, hata unaweza kupata fursa mbalimbali. Hapa kuna mfanyabiashara mmoja nilikutana naye mwaka jana, yeye anauza spare parts. Sijaandika hii hapa, nadhani niligusa sehemu ya huyu hapa. Huyu ni mfanyabiashara, sasa hivi anauza spare parts lakini used. Wale wanaomiliki magari wanajua. Anauza vifaa vya makenta, anasema kenta, mafuso ndo anaodili nayo yeye.
Kwa hiyo sasa mtaji wa hiyo biashara aliipateje? Aliupata kwa namna hii. Baada ya kumaliza darasa la 7 hakupata fursa ya kuendelea. Kwa zama zile unakuta amefaulu mtoto wa mwenyekiti, sijui nani, yeye akawa fanya nini? Hayupo. Basi akabidi aondoke kutoka kijijini akaenda kwa kaka yake mjini. Kaka yake akampokea, akamwambia bana, karibu tupambane. Kaka yake alikuwa tayari ameshaanza biashara na watu wanafahamiana nao. Sasa ni mtu wa kusafiri. Siku moja rafiki wa kaka yake akampigia simu, bana, anahitaji mtu anunulie mahindi. Akaniambia mimi na dogo pale, ngoja nikuunganishe na dogo, atakufanyia afa kutumie. Akamuunganisha. Bana, akamwambia na dogo, huyu mimi ni rafiki yangu kweli kweli, hivyo usiniangushe. Akamwambia tu, brother, mimi ni mwaminifu, sitakula hata hela yake. Akatumiwa hela milioni 10. Akanunua mahindi, akakodi gari, akapakia, kaenda. Yule mtu akapokea kule, akashukuru, akasema, dogo basi mimi nitakwenda kutumia wewe. Akamwambia kakake, bana, mimi naomba nifanye kazi na dogo. Kakake akasema hamna shida. Jamaa alitumia uaminifu, akatumia ya kwanza, ya pili. Sasa akaanza kuwa ananunua mazao kwa kiasi kikubwa, watu wakamjua. Wakawa wanamshushia, anakuja, bana, mimi na mahindi mazuri, nitakufanyia kwa hii, nitakufanyia kwa hii. Unakuta boss kule kashampa budget hii, alafu huko anashushiwa. Akaanza kuwa anatengeneza fedha katika kaziada. Kitu cha pili, kule mzigo ukienda mzuri, yule mtu anampa, anamwambia, dogo, milioni 2 hiyo, kazi umefanya nzuri, labda amenunua tani labda 1000 za mahindi. Afu yote mazuri, jamaa katengeneza faida ya kutosha, nampa milioni 2. Kwa kule sasa yeye akachukua zile hela na yeye akawa ananunua mahindi anaweka. Ikifika muda yamepanda anauza. Kwa kuna mwaka kaniambia alitengeneza milioni 50 mpaka akashangaa. Akiwapigia simu wale mabosi hawamdai, wamepokea mzigo na wamempa milioni 2 moja wengine. Akafikiria akasema, sasa hapa inabidi nifungue biashara yangu. Akafungua ya vifaa vya magari used. Sasa hivi anakwenda Dubai mwenyewe na ni la 7 tu. Kwa elimu sio issue. Yupo ni tajiri. Anakwenda Dubai kuchukua mzigo. Kule ndo anachukua sana vitu used. Kwa mnaofanya biashara